Baada kwaya ya Kadrek, yes, Kadrek Action itakuwa ikitupa nyimbo ndio tuweze kutoa sadaka zetu. Kwa hivyo tujiandae tutoe sadaka sababu tuko kwa ibada. The CMA members wenye tulikuwa tumepanga, tafadhali let's take position very fast. Very fast. We'll be guided. Vile ambavyo tulikuwa tumewapanga, tafadhali mfanye hima tuokolee muda. Tutoe sadaka zetu tafadhali. Rigithika, the Deputy President, Your Excellency Pastor Dr. Dorcas Gachagua, Andu, Your Excellency Governor of Kirinyaga, and all other protocols observed. Napenda nichukue fursa hii kwa kifupi sana tuweze siku ya leo kutafakari juu ya zawadi ambayo tumepewa na Mungu, na somo letu nalitoa kutoka waraka wa Mtakatifu Paulo kwa Wakorintho, waraka wa kwanza sura ya 6 mstari wa 19 hadi 20, na neno linasema hivi: Je, hamjui kwamba miili yenu ni hekalu ya Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, ambaye mlimpokea kutoka kwa Mungu? Ninyi basi si mali yenu wenyewe, mlinunuliwa kwa bei kubwa. Kwa hiyo itumieni miili yenu kwa ajili ya kumtukuza Mungu. Hilo ndilo neno la Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. God is good and all the time. Nataka niseme machache sana kuhusu neno hili. Kwa wale ambao wakuelewa lugha ya Kiswahili, tuga na Gikuyu, kaimoto ya temeri yanyu ni hekalu ya Roho Mutheru uria uri thiine wanyu, uria muheto ni Ngai. Inyue mutiri anyu, inyue ene muri a Ngai, mwagurirwo goro. Ni undu ucio huthagira imiri yanyu kugocithia Ngai. Wakati tunapozungumza hayo maneno, tunajua kwamba wale ambao wametuacha ndugu zetu marehemu sasa hivi hawasikii chochote ambacho tunachosema. Sisi wale wengine ambao tuko hapa, tuko na mili na tuko na roho. The second most important treasure after the soul ni mwili. Kwa hivyo mwili unastahili kutunzwa. Manake hakuna kitu ambacho unaweza kufanya katika dunia hii kama hauna mwili. Na Mtakatifu Paulo ametushauri ya kwamba tukumbuke mili yetu ni zawadi. Ni zawadi kutoka kwa Mungu. Hivyo basi tunastahili kuitunza. Manake hatuwezi tukafanya chochote bila mwili tukiwa hapa duniani. Na nia ya Mungu kutuumba tukiwa hapa duniani ni kwamba alipenda tumjue. Hatuwezi tukamjua bila mwili. Alipenda tumpende. Alipenda tumtumikie. Hatuwezi tukafanya hayo yote bila mwili. Kila mmoja ambaye ako hapa, viongozi wa serikali, viongozi wa kanisa, viongozi wote na kila mmoja wetu hapa hawezi kufanya chochote hapa duniani kumtumikia Mungu ama kuwatumikia wananchi bila mwili. Hiyo basi mwili ni muhimu. Na hata tunajua hivi manake hata Adamu alipoumbwa alipewa mwili. Yesu Kristo katika fumbo la umwilisho, in the mystery of incarnation, Yesu Kristo alichukua ubinadamu wetu akawa na mwili, akaishi hapa duniani ili apate kutuonyesha jinsi Mungu alivyo. Kwa hivyo basi mwili ni muhimu. Mwili ni muhimu na tunastahili
utunza vizuri. Na tunapokuwa na mwili tujiulize ni kwa nia gani tuko hapa duniani. Na hivyo basi tuweze kuitunza miili yetu jinsi inavyostahili. Tulipobatizwa, wale ambao wamebatizwa, basi tukatakatifuzwa. Mwili wetu bado unainuliwa. It was elevated. Na kwamba Wakristo, wale ambao ni Wakristo hapa, tunajua kwamba Yesu Kristo alichukua ubinadamu wetu akawa kama sisi kwa kila jambo isipokuwa dhambi. Ina maana ya kwamba sisi nasi tulijumuishwa kuwa wana wa Mungu. Basi tukiwa hapa duniani bado sisi ni wana wa Mungu. We are the children of God, adopted sons and daughters. Of course we have been reminded, tumesikia katika hili somo kwamba tulinunuliwa kwa gharama, kwa dhamana ya juu, na hiyo dhamana ni damu ya Kristo. We became adopted sons and daughters of God, brothers and sisters of Jesus Christ. God is good. Kwa hiyo tunasema kwamba sisi tumejumuisha, tumeitwa wana wa Mungu. Tumeitwa wana wa Mungu ambao ni wa kununuliwa. Tumenunuliwa kwa gharama ambayo ni ya juu, damu ya Kristo. Hivyo basi tukiwa na mili hapa duniani, ni vizuri tuitunze ile mili. Tuitunze vizuri, manake bila mwili hatuwezi tukafanya chochote kama vile nimesema. Basi wote ambao tuko hapa siku ya leo tunajua ya kwamba kila mmoja wetu tunahitaji kutunza mili yetu. Popote pale ulipo, hawa sasa wasikii sisi ndio tuko na nafasi ya kuitunza mili yetu. Ukitafakari ni wangapi wako hospitalini hivi sasa? Ukifikiria ni wangapi ambao wamepelekwa ng'ambo kwenda kutibiwa kwa sababu hawana uzima ama hawana afya, ni kwa sababu wangelipenda kuendelea kuhifadhi roho zao katika miili yetu. Hivyo basi wakati mwili umeshindwa kuhifadhi, manake umezabaratika kwa sababu ya magonjwa ama mambo mengine yote, roho inaondoka, tunabaki na mwili. Kama vile tunavyosema sasa, hawa ndugu zetu tunasema miili yao, roho zao zimetangana na mwili. Wananchi wote, Wakristo wote na wote tulio hapa, tutunze miili yetu kwa njia inayofaa. Tunaiharibu wakati mwingine. Katika urolojia mara nyingi tunapoenda katika mazishi, kuna uzoefu wa kusema wakati lini marehemu alianza kusumbuliwa na mwili. Tugang'ania ni ambĩrĩrie gũthĩnio nĩ mwĩrĩ. Ithuĩ nĩ tũthĩnagia mĩĩrĩ. Tugang'ania ni ambĩrĩrie gũthĩnio nĩ mwĩrĩ mwaka wa. Ithuĩ nĩ tũthĩnagia mĩĩrĩ. Wakati tunapatia miili yetu madawa ya kulevya, wakati tunaipa miili yetu bangi, wakati tunaipeleka katika uasherati, si ni kusumbua mwili? No ithuĩ tugaga ũrĩa tũthĩnagio nĩ mwĩrĩ, no tũtiugaga ũrĩa ithuĩ tũthĩnagia kĩ? Mĩĩrĩ. Kwa hivyo ni vizuri kila mmoja wetu siku ya leo njiulize, ninautunza namna gani? Manake ni zawadi tumepewa na Mungu na tunastahili kuitunza vizuri. Tusipofanya hivyo, ile zawadi itachukuliwa. Ikiachana na roho, basi kunapatikana kifo. Wenzetu, hivi sasa nisiwe mmoja wa kuharibu hekalu la Bwana. Yule ambaye mmeketi naye ukumbuke hiyo ni hekalu ya Bwana. Yule ambaye mmepakana naye nyumbani ni hekalu la Bwana. Wewe mwenyewe usiharibu hekalu yako wewe mwenyewe, manake tumesikia we even don't belong to ourselves. We don't belong to ourselves. We belong to God, and the Holy Spirit dwells in us. Hiyo basi wa Kristo na wote ambao tuko hapa, tutunze zawadi ambayo tumepewa na Mungu. Let us take care of the treasure that we have. The treasure that is our bodies. Our bodies are important. As much as the souls are important, our bodies are also important. You can never serve God or even serve any other person without really having our bodies. Kwa hivyo mundu wothe wĩgwo kwagĩria mũno amenyerere mwĩrĩ wake, na mwĩrĩ ũmenyagĩrĩrwo na njĩra ya kũheo kĩrĩa kĩagĩrĩire.
na muthure Paulo ni arenda guturirikania uguo agakirikirie na kuga atiriri to kumithie Ngai na mĩĩrĩ itu. God is good. Ero cio muriganitie kumithia Ngai na mwĩrĩ waku. Kumithia Ngai na mwĩrĩ waku, because kĩndũ gĩatũmire Ngai atwĩte nige atũmbe nigetha tumukumithie na mĩĩrĩ itu. Tutakapoenda kwake tutasema tumemtukuza kwa njia gani katika hali yetu ya binadamu. Basi na kwa sababu tumeweza kuharibu miili yetu wakati mwingine tumeweza kuharibu miili ya watu wengine. Tugathukia miili ya andu aria angi na njira imwe kana iria ingi. Umuthi ni mweke mwega wa gwicokera na kuria Ngai atuteithie na atuteithie muno kuririkana ati ni atumbire na gitumi, na koguo tutigire ni twahingia gitumi kiu. Koguo ni ngwenda kurikiria na njuge atiriri andu itu, rekei undu uyu hanikite thiini wa Kirinyaga ka Ngai utuike githomo hari ithui, ati tungia kumenyerera miiri itu ri tutingeikara guku thi ringi tondu tutari na miiri miega. Mwiri utari mwega ndungiota guthi na mbere na kuiga roho wa Ngai thiini witu, no igutigana. Koguo tuthome, let us learn. Hamuduga ati Kenyans we forget very fast. God is reminding us today that we belong to him. We belong to God, and our bodies are the temples of the Holy Spirit. Let us always try as much as possible to preserve ourselves for the purpose for which he created us. Ngai aturathime muno na tugithie kumagaria endwa itu, turirikane riu nio acio matire na mweke ungi wa kuigua ati horo wa kumenyerera miiri ithue ni ithue twi na mweke ucio wa kumemenyerera. Ugitarania horo wa andu aria ona aria meuragaga ri, ucuke utarania horo wa mundu uria wi thibitari urageria gu survive, uretherwo viungo vya mwili, aretherwo ngoro kiria higo, uria ungi aretherwo kiria kingi nigetha atura ri. Let us really always remember that we belong to God. I know majority of us will always say we are stressed. Sasa ungikorwo wi stressed ni ukunina stress na njira njohi. Ungitiga macuru haha ri uge no athie kunywa tondu hena macuru ri wari ukundu kumakora. Koguo eherie macuru tie kuga uguthie kunywa ndu ona wariganirwo ndunanina kire kiratuma unywe. But also aria nao marathukia miiri andu aria angi mamenyage Ngai ari oho tondu ni Ngai waheanire miiri. Mwathani aturathime na atuteithie kumenyerera uturu wa guku thura ni mukuhi muno na Ngai aturathime. And finally kamwiso biungiuge andu itu aciari orotha ya aria makuite, majority of them are parents, even 72 years, 76 years. You know, the youngest is 39, the others are 40, 50, 60. Aciari oniai ciana njira ya kumenyerera miiri yao. Tumsifu Yesu Kristo. God is good and all the time. Asante. Tafadhali